Tunashukuru kwa hii mpango ya kuinua hao mahasla, wale ambaye wapate ajira, waandike wengine nyumba zikuwe zao, ndio pia hao wakuwe na heshima. Na kwa hayo machache ningeomba tusimame kwa heshima kubwa, tumkaribishe kwa makofi na vigelegele Rais wa Jamhuri ya Kenya, President William Ruto. Haya, tafadhali tuketi, asanteni sana. Viongozi wote wenzangu na watu wa Nakuru, hamjambo? Bondeni, hamjambo? Nakuru town, hamjambo? Asalamu alaikum. Bwana Yesu asifiwe. Asanteni sana. Nimefurahi tena kuwa katika mji huu mzuri, mji wa amani, mji wa Nakuru. Asanteni sana wananchi wa Nakuru kwa kutukaribisha hapa nyumbani. Nimekuwa hapa tangu jana na mimi naona pengine nilale tena leo. Kwanza nichukue nafasi hii tena, vile nilivyosema jana, kuwashukuru wananchi wa Nakuru kwa kura zenu, kwa maombi yenu, kwa imani yenu. Asanteni sana. Na nirudie niseme, kwa sababu mambo ya uchaguzi tulikuwa pale, viongozi na wananchi. Wananchi wametekeleza ama wametimiza sehemu yao. Wameenda kwa polling station, wakapiga kura, wakatuchagua. Wananchi wametimiza sehemu yao. Sasa ni sisi kama viongozi tutimize sehemu yetu. Na ndio mimi nataka niwaambie asanteni sana wale wamechaguliwa kama MCS, wabunge, magavana, maseneta, sisi wote tuliochaguliwa. Wananchi wamemaliza sehemu yao, wametupatia nafasi ya uongozi. Ile imebaki ni sisi kuungana na kupanga kazi pamoja, tuweze kutimiza yale tulikubaliana na wananchi wa taifa letu la Kenya. Saa hizi sio nafasi ati ya viongozi tena tuanze kupanga vyeo, mambo ya viongozi, viongozi atapata nini, kiongozi atapata nini. Sasa ni wakati wa kupanga mambo ya mwananchi. Na mimi nataka niwaeleze viongozi wote wa Kenya, all the leaders in the Republic of Kenya, kila kiongozi ambaye amechaguliwa, ruhusa tumepata kutoka mwananchi. Wakati mwananchi alienda kupiga kura, alitupatia ruhusa ya kupanga mambo ya maendeleo na mambo ya kubadilisha Kenya. Hatuhitaji ruhusa ingine kutoka mtu mwingine yoyote, kwa sababu kuna watu wamezoea siasa mbaya, siasa mambo zamani, siasa duni, ati ya kwamba kiongozi amechaguliwa, amepatiwa idhini na wananchi, mtu mwingine anaenda kutengeneza baria, anaenda kutengeneza mahali pengine, ati lazima sasa kabla hujafanyia kazi wananchi, ati lazima uende uulize mtu fulani ruhusa. Hiyo iko wapi katika katiba ya Kenya? Kuna mpango kama hiyo? Ati kuna mtu anaenda kuna mahali imeandikwa kwa katiba ati kiongozi amepatiwa kazi na mwananchi, ati aende uulize ruhusa mtu mwingine tena amfanyie kazi mwananchi? Iko kitu kama hiyo? Na kama inahitajika ruhusa ya kufanya kazi mwananchi amekupatia, si unarudi kwa mwananchi kumuuliza ruhusa kama hiyo kazi alikupatia ufanye ama usifanye? So tuwache hiyo mambo ya upuzi. Na mimi nataka niwaeleze wale wote, mimi nimesema leo nimekuwa na mkutano wa masaa na viongozi wote wa kaunti ya Nakuru. Leo nimekuwa na mkutano na viongozi wote pamoja na ma-MCA wa kaunti ya Baringo. Nitakuwa na mikutano na viongozi wengine wa kaunti zingine wote
bila ya kuuliza ruhusa mtu yeyote, kwa sababu tunapanga kazi tumepatiwa na wananchi wakati walituchagua. Na pale katika mikutano yangu yote tuko na watu walipiga kura pande zote. Mambo ya kura sasa iko nyuma yetu. Saa hizi tunaungana kama wa Kenya, tupange maendeleo ya taifa letu la Kenya. Tupange mambo ya kilimo, tuzalishe chakula. Tupange mambo ya manyumba kama haya, tupate mahali pazuri pa kuishi penye heshima. Tupange mambo ya madawa, watu wetu wapate nafasi ya kupata matibabu. Tupange mambo ya maji, tuondoe shida. Tupange ile mambo ya usalama. Hiyo ndio kazi sisi wote kama viongozi tunafaa kufanya, and we do not need the permission of anybody to work together as leaders in the Republic of Kenya. If there is any permission, it is from the voters. When you are elected, you are given the permission by the electorate to work for them, to work with other leaders so that we can change their lives, change our country, and make Kenya a better nation. Tunaelewana jameni? Na ndio sababu leo nimekuja hapa. MCA wa hapa ni huyu bwana Sakwa. Yeye si mtu wa chama yangu, si ni kweli? Si tunaelewana? Lakini tunafanya kazi na yeye kwa sababu yeye ndio kiongozi amechaguliwa hapa. Tunafanya kazi na Kikaria, ndio mjumbe amechaguliwa hapa. Senator amechaguliwa hapa ni mama wetu Mama Keroche. Governor amechaguliwa hapa ni huyu Mama Kihika. And those are the leaders we are going to work together so that we can change our country. Tuwache siasa duni ambayo inatugawanya kwa mambo ya vyama, inatugawanya kwa mambo ya ukabila, inatuweka chuki, inatuweka mipaka. That kind of politics is retrogressive, it is backward, it has no place in the Republic of Kenya. Tunaelewana jameni? So mimi nataka niwaambie wale amukupata nafasi ya kuchaguliwa, mungoje nafasi ingine. Mtupatie nafasi, tufanye kazi na hawa wamechaguliwa, tupange mambo ya maendeleo ya taifa letu la Kenya. Tunaelewana ndugu zangu watu wa Nakuru? Haya manyumba ambayo tumejenga hapa, hii ndio kazi ambayo tulikuwa tumepanga tuanze 2017. Lakini hiyo kazi ya housing ambayo ilikuwa ni kati ya pillars 4 ya serikali ya Jubilee ya 2017 ilikuja ikakwamishwa hapo na siasa ingine ya bure. Siasa BBI, sijui handshake, sijui nini, ikatukoroga mpaka hii kazi ikakwama. Mimi nataka niwaeleze. Hapa Nakuru tumesema tutajenga nyumba 50,000. Hii nyumba iko hapa ni nyumba 600. Hii ni nyumba 600 peke yake. Hapa Bondeni hapa kwenu tuko na mashamba ya county, tuko na mashamba ya serikali karibu ekari 30-40. Hapa Bondeni peke yake na sehemu hii tutajenga nyumba zingine 5,000 zenu. Kwa hivyo wewe bwana Lumiti usikuwe na wasiwasi. Kazi itaendelea. Umesema lazima nikushughulikie. Hiyo ndio ninakushughulikia. Sasa wewe jipange, nasikia uko na machine. Ana ukitaka nikulipie hiyo machine nimalize deni, nitakulipia umalize deni. Lakini na wewe ujipange. Nitakupanga baadaye kidogo, tutaonana. Hiyo mashini nitakulipia, ndio ile tunahama sasa the next block. Wewe ukue pale na mashini yako uendelee kuchoma ile kazi ulikuwa unapanga hapa ya welding na mambo hiyo ingine. Na ndio sababu hiyo mukisikia tunasema mambo ya housing, serikali ya Kenya tumesema tunajenga nyumba 1,200 kila mwaka katika taifa.